B, amini, tunapoamini, imani. 3, tunapokea. Nimesema A, tuombapo, maombi, ile hatua, maombi yenyewe. B, imani. Lakini 3, tunapokea. Bwana Yesu asifiwe. Msomaji wa Biblia tutasomea tena Wafilipi 4:6-7. Then tutaanza kuchambua vipengele. Roho wa Mungu atusaidie tumalize vyote leo na tuweze kuelewa. Wafilipi 4:6-7. Nasema Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6 na wa 7. Amina. Usijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Amina. Na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Amina. Haja zetu na zijulikane. Sasa nachotaka kukizungumzia hapa mpendwa, kwenye ili eneo la kwanza ambalo nimesema muombapo. Na ndio maana kule mwanzo nikaanza na mfano wa mwana mpotevu ambaye anarudi nyumbani, ama wewe ambao unaokolewa leo unaenda kwenye kanisa. Unakuta nini ndani ya kanisa? Ndipo hapo msingi wa maombi unapohitajika. Wengi tumeacha swala la maombi kwa baadhi ya watu. Hapo ndipo tulipo shida kwa kanisa. Wengi wetu tumeacha swala la maombi kwa watumishi wa Mungu. Sio sisi. Hatujalichukua binafsi. Na ndio maana hata wengine ndani ya kanisa tunaamini kwamba maombi ni karama. Na ndio maana ndani ya kanisa kuna vikundi vya maombi. Mimi binafsi yangu nipo kinyume na hilo. Nitakwambia kwa nini. Kama tulivyosema, maombi ni mawasiliano. Ili uwe na mahusiano mema na mzazi wako, unahitaji uwe na mawasiliano, uongee naye, uzungumze naye kila siku. Kwa maana hiyo, maombi sio hiari. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako, maombi sio hiari. Unaposema hiari tunaelewana? Maana ni swala la kuchagua kwamba nitafanya ama sifanye. Maombi ni lazima. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni wajibu wa kila mtu kuomba. Ni wajibu wa kila mtu kuomba. Sio karama ya watu fulani. Sio karama ya mtu fulani. Kwamba huyu ndio ana jukumu la kuniombea. Sasa hivi imeenda mbali. Watumishi wa Mungu wote tunasema imeenda mbali. Sasa hivi kwenye makanisa kuna mpaka consultation fee. Ama ada ya kumuona mtumishi wa Mungu ili akuombee. Uongo kweli? Tena imepangwa kama kwenye makundi. Kuna kawaida, kuna ya katikati, kuna premium ambayo ni VIP. Naambia bwana, wewe kwa sababu umetoa shilingi 30, mtumishi hautamuona, ila kuna viongozi wake wa madhabahu utawaona, utaishia. Wewe utapata risali moja na mtumishi. Wewe utapata masaa 3, ata dedicate muda wako, lakini natakiwa utoe milioni 2. Jamani, tunazungumza ya kusadikika ama yapo? Ni kwa nini? Ni kwa sababu tu nafasi ya maombi tumewapa watu. Tunahisi ni karama ambayo ipo kwa mtu fulani fulani. Tunahisi ni kikundi fulani cha watu ndio wana ile haki ya kwenda kupeleka haja zetu mbele za Mungu. Haipo hivyo wapendwa. Haya mambo yote yaliisha. Pazia la hekalu limefanya nini? Ndivyo. Na ndio maana wote tunapata haki ya kwenda mbele za Mungu. Hakuna kizuizi. Sio kama kipindi kile kulikuwa na watu wanaitwa Walawi au ndio wamestahilishwa kwenda mbele za Mungu. Sasa hivi hakuna. Sisi wote tuna haki ya kwenda mbele za Mungu. Sasa bado kwa nini hiyo cheat code? Yaani kwa nini shetani anatucheat code hapo? Bwana Yesu asifiwe. Maombi ni lazima jamani. Sasa shida inapokuja ni kwamba
watu wengi ambao wanakuwa kwa makanisani ama watu wengi ambao wanaokolewa leo wamekaa na hiyo alama, imekuwa kama alama kwenye vichwa vyao kwamba mimi nitaka kuombewa kwenye nifuate mtumishi. Sisemi kwamba ni vibaya kuwapata watumishi wa Mungu, lakini kwanza anza tambua wajibu kwamba ni wajibu wa kumtafuta Mungu, ni wajibu wa kuwa na mawasiliano endelevu na Mungu kupitia maombi kila siku. Sisi wengine ambapo tunakuja tunashirikishwa, lakini isiwe kwamba ni swala ambalo tunatupia wengine. Mtumishi mmoja alikuwa anafundisha mahali fulani, nilifurahi sana mfano wake ambao alikuwa ametoa. Akasema, unakuja mpendwa kwetu, unatuambia jamani, nina jambo hili na hili, naomba tuombe. Tunachukua hatua kwa kulibeba kwamba mwenzetu ana changamoto hii na hii. Tunaweka mipango juu ya kutatua shida yako, kwa sababu kwenye hili mtumishi, labda tuingie kwenye maombi, tumtafute Mungu kwa siku 3, tufunge. Tunafunga. Lakini wewe mwenye hilo hitaji, yani unakuwa tena wanasema you are not patriotic, yani huna uzalendo wa swala la kwako, lakini wewe ulibebi kwa uzito ule unaostahili. Tunakukuta wewe wakati tupo kwenye zamu ya kumtafuta Mungu kwa siku 3, wewe siku moja umeshakatisha unakula. Sio tunaelewana kanisa? Mtumishi ule akaweka na kibogoza, akasema, mimi ningekukuta pale kama unapiga chips yai, naanza kula ile ya kwako na naagiza nyingine, na mimi naishia hapo hapo. Bila Bwana libarikiwe. Uone maana yake ni kwamba hujui kujisimamia. Tunaelewana wapendwa? Hiyo ni kitu mbaya. Kitu kibaya sana. Mwambie jirani yako kwamba kuomba ni lazima. Nitawapa maandiko. Sio mtasema jamaa yule anasema tu, imeandikwa wapi? Soma Luka 18:1. Luka 18:1. Watoto wengine wanasema mambo kwa ushahidi. Tupe ushahidi. Luka 18 mstari wa kwanza. Biblia inasema, akawaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Inatupaswa kufanya nini jamani?